wasamehe, lakini wakitaka kuja tena waishie mlangoni, wasiingie ndani. Falsafa hii inajaribu kukueleza ili uelewe kwamba usipende kukaa na kitu kinachoumiza kwenye moyo wako. Pendelea kusamehe kila ambaye anakukwaza kwenye maisha yako. Lakini kama ulimpa nafasi na akakuumiza, usiendelee kumpa tena nafasi. Au hata akirudi kwa kupiga magoti kiasi gani, usimpe nafasi mtu huyo, kwa sababu atakuumiza tena na tena. Kuna watu wameshaumizwa zaidi ya mara 3 kwenye maisha yao na mtu mmoja, lakini hawakomi, wanaendelea kumpa fursa yule mtu. Na yule mtu aweza akajifunza tena eti kutokukuumiza wewe, kwa sababu anajua kwamba kuna nafasi ya huruma ambayo wewe unayo kwake. Kuna huruma ambayo wewe unakuwa unamuonea yule mtu, na ndio maana anatumia fursa hiyo kukuumiza wewe. Lakini pia tusipende kuwaumiza watu kwa sababu tu wana mioyo rahimu, wana mioyo yenye huruma. Mara nyingi sana watu wenye mioyo ya aina hii ndio wanaoongoza kuumizwa, ndio wanaoongoza kutendwa, na huwa hata wao hawajihurumii kwenye maumivu yao, lakini wanamhurumia yule ambaye yeye ndio anamuumiza mtu huyo. Kwa hiyo tuwe wakali sana wale ambao wanaumizwa, ama wawe wakali sana wale ambao wanaumizwa kwa kutoruhusu kuumizwa tena. Huwa naongea mara kadhaa kwamba jiwe ambalo umejikwaa leo, jitahidi kadri ya uwezo wako usijikwae tena kwa jiwe hilo. Ni uhayawani, ni upunguani, ni ujinga uliopindukia kujikwaa kwenye jiwe moja zaidi ya mara moja. Ingawa wanadamu tunatofautiana nafsi zetu za huruma, lakini hebu jitahidi basi kadri ya uwezo wako kuiga nafsi za roho mbaya za watu ambao wanacheza na maisha, wale ambao wanakuumiza kwenye maisha yako. Siku zote moyo wenye huruma ndio moyo ambao unaongoza kububujikwa machozi ya damu. Jitahidi usiwe miongoni mwa watu ambao wanauathiri moyo wao kwa kuumizwa na watu au kwa kuumizwa na mtu zaidi ya mara moja kwa kosa lile lile.